Hii ni Bakti TV. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu, wainjilisti, wachungaji, walimu, mitume pamoja na manabii. Ndugu zangu, kwanza ni washukuru sana wanachama wote wa taasisi yetu ya Bakti pamoja na wale wasio wanachama wa taasisi yetu kwa kuwa pamoja na sisi kwa kipindi chote cha takriban miezi 5 au 6 sasa tangu nilipopokea chombo hiki kuwa raisi wa baraza hili ambaye sasa ni mwenyekiti wa baraza letu la Born Again Charismatic Council of Tanzania. Ndugu wanachama, awali ya yote napenda kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya maendeleo mazuri ya chombo chetu tangu nilipokipokea mikononi mwa uongozi uliopita hata sasa. Mimi pamoja na kamati kuu tumefanya mambo makubwa, tumefanya mambo mazuri ambayo ninyi nyote mmekuwa mkiona maendeleo ya baraza letu. Ninapenda kutoa pongezi kwanza kwa mwenyekiti wa idara ya wanawake taifa, mama yetu Daktari Helen Sogia, kwa kazi nzuri na kubwa anayoifanya ili kuweza kuijenga taasisi hii hasa katika idara ya wanawake. Lakini pili, napenda kumshukuru katibu mkuu wa idara hii ya wanawake, napenda kumshukuru muhasibu wa idara hii ya wanawake, lakini pia vile vile napenda kumshukuru mwenyekiti au mkuu wa Bakti mkoa wa Pwani kwa kazi kubwa na nzuri ambayo wameifanya katika kikao chao cha kina mama walichokutana hapa Dodoma na kukaa kupanga na kuweka mikakati mizuri ya chombo chetu kwa mwaka huu 2025, hasa maandalizi ya mkutano mkuu. Ndugu wanachama, tulikaa kikao cha kamati kuu Dar es Salaam na tukaandaa dira ya taasisi yetu ya Bakti pamoja na kalenda ya mwaka huu 2025. Mpaka sasa dira hiyo na kalenda ya mwaka huu hatujafanikiwa kuileta kwenu kwa sababu ya gharama za uchapaji wa dira na kalenda hiyo. Mkononi kwangu hapa ninayo hiyo dira ya baraza letu kwa mwaka 2025 pamoja na ratiba nzima ya baraza letu, lakini dira hii inahitaji gharama kuweza kuichapa ili kuweza kuwafikia wanachama wote. Dira yetu ya baraza, kwa nini tunataka kuichapa iwe kwa mfumo wa vitabu? Ni kwa sababu kila mwanachama wetu anatakiwa kuwa na dira ya baraza hili, ambayo dira hii imebeba ratiba yote ya mwaka, imebeba ufupi sana wa katiba ya baraza letu, na imebeba maelezo yanayoweza kumsaidia kila mwanachama anayekuja kwenye baraza letu kuweza kujua baraza letu likoje, baraza letu ni nini yeye kama mwanachama anayetaka kujiunga kwetu afanye ili kuweza kupata mtiririko mzuri wa muongozo wa baraza letu, na yeye kama mwanachama kuweza kujua namna ya kufanya ili aweze kujiunga. Ndugu wanachama, baada ya kuyasema haya, sasa naomba nizungumze kuhusu ziara zangu mimi kama mwenyekiti wa taasisi yetu. Ninamshukuru Mungu sana, amenipa neema na moyo wa kuijenga hii taasisi. Baraza letu bado halina fedha. Nimekuwa nikitumia pesa zangu mwenyewe kuweza kutembea kwenye mikoa. Nimekwenda Arusha, nimekwenda Mwanza, nimekwenda Pwani. Za sasa ninajiandaa kwenda mikoa ifuatayo. Ninajiandaa kwenda Kigoma, Katavi, Tabora, Mbeya na Iringa. Na katika ziara zote hizi nimekuwa nikitumia fedha binafsi. Baraza letu bado halina pesa kabisa. Kwa nini natumia pesa binafsi? Kwa sababu Mungu alipokuwa amenikabidhi baraza hili aliniambia nifanye jitihada, nifanye juhudi za kuhakikisha na kijenga chombo hiki. Kwa hiyo sina maumivu ya kutumia fedha, isipokuwa nina maumivu ya kujenga taasisi hii. Ndugu wanachama, nilitakiwa kuwa Kigoma sasa ninavyoongea na ninyi, lakini kutokana na mambo yaliyo nje ya uwezo wangu imenilazimu niipeleke mbele ziara ya kwenda Kigoma mpaka wiki ijayo ya kuanzia tarehe 11 mpaka tarehe 22. Mambo yaliyosababisha nichelewe kwenda Kigoma, moja ni maandalizi ya wana Kigoma, wana Katavi, wana Tabora, wana Mbeya na wana Iringa. Wameniomba niwape wiki moja ya maandalizi ya mapokezi ya mwenyekiti wa baraza letu katika mkoa wa Kigoma.
Wengi wameniuliza kwa nini naenda Kigoma. Kigoma ni mbali sana kutoka mahali naishi mimi Dodoma. Lakini ndugu zangu, mimi ni kiongozi. Inanipasa kuijenga taasisi hii nchi nzima. Hivyo hakuna mahali popote palipo mbali katika kujenga baraza letu. Nitafika kila mkoa. Nitafika kila mahali ambako mitume, manabii, wachungaji, walimu na wainjilisti wapo kwa ajili ya kulijenga baraza letu. Ndugu wanachama, hivyo ziara yangu itaanza tarehe 17 mpaka tarehe 22 katika mikoa ambayo nimeitaja hapa. Nitakuwepo kwa muda mwingi sana Kigoma. Ninatarajia kutembea wilaya zote za mkoa wa Kigoma. Hivyo mitume na manabii, wachungaji, walimu na wainjilisti walio katika mkoa wa Kigoma wasihofie wilaya zao. Nitatembea kila wilaya ya mkoa wa Kigoma. Nitaenda Katavi, nitapita Sumbawanga, nitaenda pia Tabora, nitaenda Mbeya, nitapita na Iringa. Ninaomba utumishi wa Mungu mlio katika mikoa hii, mliovunjika moyo, mliokata tamaa kuhusu baraza letu, nataka niwahakikishie ya kwamba baraza letu la Born Again Charismatic Council of Tanzania halina ugomvi na wanachama wake waliojaza fomu, waliolipa ada zao kwa miaka iliyopita. Baraza letu halina ugomvi na mwanachama hata mmoja. Hivyo niwaombe wanachama waliokuwa wamevunjika moyo, rejesheni mioyo yenu kwenye baraza lenu. Baraza bado lipo, lina uongozi thabiti sasa. Wengi mliopo kwenye group letu mnaona utaratibu ulivyo ndani ya group letu, lakini pia mnaona jinsi ambavyo viongozi wenu tumekuwa tukifanya kazi kwa weledi na upeo mkubwa sana wa kiuongozi. Pale ambapo pana mapungufu, tunawashukuru baba zetu waliomo katika group letu, wamekuwa wakitusaidia. Ndugu wanachama, naomba nizungumze kuhusu uteuzi wa baadhi ya viongozi katika idara tofauti tofauti na maeneo machache. Tumekuwa tukiteua viongozi kwa uangalizi mkubwa sana. Hatuteui viongozi kwa sababu wapo. Tunateua viongozi kwa sababu wana uwezo. Hivyo kuna baadhi ya mikoa hatujateua viongozi. Kuna baadhi ya idara hatujateua viongozi. Si kwa sababu wanachama hawapo, la hasha. Wanachama wapo wengi wa kutosha. Wanachama wanaotamani kuteuliwa kuwa viongozi wapo wengi wa kutosha. Lakini hatutamani kujenga baraza liwe genge la wahuni na wakorofi. Tunatamani kujenga baraza kama taasisi. Ndugu zangu, hiki ni chombo. Hatuwezi kujenga taasisi na kila mtu ambaye anataka kuwa kiongozi. Hapana. Tutajenga taasisi yetu na mtu mwenye uwezo wa kuwa kiongozi. Kwa hiyo tunawaomba mwe wavumilivu. Tutateua viongozi kulingana na uwezo walionao baadhi ya viongozi wetu. Hivyo tunawaomba wale wote ambao wanaona wana uwezo wa kuongoza, tutumieni CV zenu, sisi tutawateua na kuwapa nafasi za uongozi katika baraza lenu. Mimi kiongozi wenu nina bahati nzuri moja. Sipendi mzaha, sipendi masihara, na sipendi mtu ambaye anataka kuwa kiongozi akatufanyia fujo, akafanya mambo yasiyopendeza katika uongozi wake. Hatutaridhika na mambo haya. Tunatamani wana baraza, viongozi, wanachama wote tuenjoy na tufurahie chombo hiki katika nchi yetu ya Tanzania. Baada ya kuyasema haya, katibu mkuu wetu ataleta mkeka mdogo wa viongozi wachache ambao tumewateua hivi karibuni. Hivyo ndugu wanachama, naomba muwe wavumilivu. Mkeka wetu wa viongozi wachache ambao tumewateua kwenye idara, kwenye mikoa na kwenye baadhi ya maeneo machache utawajia hivi punde. Watu wengi wamekuwa wananiuliza kuhusiana sasa na mababa wa kiroho katika baraza letu. Ndugu zangu wanachama, sisi mababa wa kiroho wote katika nchi yetu ni baba zetu. Katika baraza letu tuko wanachama tofauti tofauti, na kila ambaye ni mwanachama kwenye baraza letu anaye baba yake wa kiroho. Hatuwezi kuinua watu wachache kama icon ya mababa kwenye baraza letu. Tunawaheshimu na kuwatambua mababa wote wa kiroho katika nchi hii ya Tanzania. Kila ambaye anafaa kuwa baba katika taifa letu, baraza letu la Born Again Charismatic Council of Tanzania linamtambua kama baba. Hata hivyo, ndani ya baraza letu wako wababa wanaotusaidia sana kukiimarisha chombo hiki, wanaotusaidia sana kutupa mawazo kwa kipekee na kwa moyo wa dhati kabisa. Napenda kutambua uwepo wa baba yetu Bishop Ambassador King Mwangasa, askofu kutoka Kilimanjaro. Tunakushukuru sana baba kwa moyo wako. Mnaweza mkao hamumuoni baba huyu kwenye baraza letu, lakini baba ambaye amekuwa akinishauri,
akinionya, akinisaidia kuendesha chombo hiki kwa namna ya tofauti sana. Lakini pili, naomba nitambue uwepo wa baba yetu Dr. Vincent Mkala, baba mwenye mafundisho, mwenye maonyo, mwenye michango yake ya wazi. Sisi kama baraza tunatambua mchango wa baba yetu Dr. Vincent Mkala. Tunawashukuruni sana baba zetu kwa moyo huu mkubwa ambao mnaufanya kwa kutuchangia fedha na mawazo, na sisi kama viongozi wa baraza hili tunaguswa na michango yenu kwa namna ya tofauti sana. Lakini pia naomba kutambua uwepo wa baba yetu Bishop Monaban kutoka Arusha, mababa kutoka Mwanza, mababa kutoka Dar es Salaam, mababa kutoka mkoa wa Dodoma. Wapo ambao wanatusaidia na kutusisitiza sana kuhusu namna ya kuliendeleza baraza letu. Tunawashukuruni sana, tunatambua uwepo wenu, nasi tunasema asanteni sana. Ndugu wanachama, kuhusiana na mwenendo wa baraza letu mpaka sasa, naomba niwahakikishie kwamba mwenendo wa baraza letu ni mzuri sana. Mimi pamoja na viongozi wachache waliopo katika baraza letu tumekuwa tukifanya mambo kwa utaratibu, kwa weledi, tukipanga vitu na kuvitekeleza. Mimi nimekuwa ni mtu ninayetamani kutekeleza yale tunayoyaongea. Nimekuwa ni mtu ninayetamani kuyatekeleza yale tunayoyapanga. Na hakuna jambo lolote ambalo tumelipanga hatutalitekeleza. Hivyo niwaombe ndugu wanachama, wako wanachama wengine ambao wamekuwa wanachama wa baraza letu kwa siri. Wengi sana wananipigia simu kuniambia, Mheshimiwa Balozi, tunaona chombo kinavyokwenda, sisi tuko pamoja na wewe. Leo naomba niseme wazi ya kwamba sasa hatuwezi kuendelea kuwa na wanachama wa baraza letu kwa siri, wakihofia kuwa wanachama kwenye baraza hili kwa wazi kwa sababu ya kuwahofia watu fulani fulani kwenye mabaraza mengine. Naomba niwaombe ndugu zangu, katibu mkuu wetu Profesa Shem Bininge ametoa mwongozo kwenye baraza letu ya kwamba sasa tunaanza kuverify wanachama. Tunaomba kila mwanachama ajaze fomu hiyo iliyowekwa kwenye magrupu yetu. Mwishoni mwa mwezi huu itakuwa ni mwisho wa kuverify wanachama. Viongozi wote walioteuliwa, mwisho wa wiki hii tunatamani kila mwanachama awe amejaza fomu yake na ameikabidhi kwa naibu katibu mkuu wetu wa baraza letu Bishop Kenneth Ngoriga, ili tujue tunao wanachama wangapi, tuanze maandalizi makubwa sana ya mkutano wetu mkuu pamoja na halmashauri kuu itakayokutana Dodoma mwezi wa 6. Naomba nitoe rai, kama wewe unatamani kuwa mwanachama wa baraza hili, jitokeze mapema, jaza fomu yako mapema, jionyeshe mapema kwamba wewe ni mwanachama wa baraza hili. Wale wote ambao ni wanachama wa baraza letu watathibitika kuwa wanachama kwa kujaza fomu na kukabidhi fomu kwenye mamlaka husika katika wilaya, katika mkoa na mwisho katika taifa. Na wale wote ambao wanatamani kuwa wanachama wetu lakini hawataki kujionyesha dhahiri kwamba ni wanachama, tunaomba sasa tutawapumzisha kidogo pembeni ili tujenge taasisi yetu. Kwa hiyo tunaandaa group rasmi ambalo sasa tayari limeshaandaliwa la wanachama hai wa baraza letu. Wote wanaojaza fomu wataingizwa kwenye baraza hilo la kuwa wanachama hai ili waendelee kunufaika na chombo hiki, ili waendelee kuona mipango na namna tunavyoenenda kwenye baraza letu. Na hili group kubwa ambalo limeandikwa Bakti 2025 na bendera ya taifa pale pembeni, litageuka kuwa group la story peke yake, ama tutalifuta mara tutakapokuwa tumethibitisha wanachama wote walio hai na kuwapeleka kwenye grupu la wanachama walio hai. Ndugu wanachama, ninaomba niwaambieni jambo hili. Baraza letu limesajiliwa. Sisi hatusajili baraza. Baraza letu limesajiliwa na mamlaka husika na wizara husika za kiserikali. Tunachofanya sasa ni kulipeleka baraza letu Wizara ya Mambo ya Ndani, kwa sababu shughuli zake sasa za kidini ziko chini ya mamlaka ya Wizara ya Mambo ya Ndani. Ndugu zangu, Tanzania ina mitume, Tanzania ina manabii, Tanzania ina walimu, Tanzania ina wachungaji, Tanzania ina wainjilisti walio wengi sana kuliko hawa ambao walikuwepo kwenye mabaraza mengine na walioamua kujiengua kwenye baraza hili. Hatutegemei tu wanachama walioondoka na Joshua. Tanzania ina wanachama wengi sana, na ndio maana tumeanza kutengeneza baraza letu kwa upya. Tunahitaji watu walio serious kutengeneza chombo.
Tunahitaji mitume walio serious kutengeneza chombo. Tunahitaji manabii, walimu, wainjilisti pamoja na wachungaji walio serious kutengeneza chombo. Hatutaki porojo, mbwembwe, matukano au fitina ya aina yoyote kwenye chombo hiki. Na ndio maana mnaona kwenye baraza letu utulivu ni mkubwa sana na tunafanya vitu kwa weledi sana. Nimesikia ndugu wanachama wa baraza letu kwamba baraza letu linadhihakiwa. Watu wengi wamekuwa wanaliita baraza letu kwa majina ya dhihaka. Wengi wamekuwa wanaliita baraza letu kwamba sisi ni wasaliti. Lakini ndugu wanachama, naomba niwaambieni jambo moja. Sijui ni nani aliyesaliti baraza kati ya sisi ambao bado tuko bakti, tunaendeleza bakti, na wale waliokuwa viongozi wa bakti wakashtakiwa kwa ubadhirifu na wizi katika chombo hiki. Walipoondolewa wakaamua kuondoka na kikundi cha wanachama kwa kuwalagai na kuwadanganya kwa mbwembwe nyingi. Na leo tunashuhudia ya kwamba mbwembwe zile zote, ulagai ule wote, leo wanachama wanahangaika, wanachama wanashindwa cha kufanya, wametapeliwa, wameachwa barabarani. Jambo hili si jambo la kulifumbia macho. Sisi baraza letu linawapokea wanachama waliokuwepo na wanachama wapya. Hatujakimbia chombo. Sisi sio wasaliti. Tumebakia kwenye baraza tulilotambulishwa na Nabii Joshua, na akatuthibitishia kwamba chombo hiki ni salama. Akakabidhiwa cheti cha usajili kwenye mashangilio. Wakatuambia kwamba baraza hili limesajiliwa. Na mimi nathibitisha maneno yale ya Joshua yalikuwa ya kweli. Baraza hili limesajiliwa. Baraza hili ni chombo thabiti. Ni chombo kitakachowasaidia mitume na manabii katika siku zinazokuja. Na hata sasa chombo hiki kimeanza kuwasaidia mitume hao. Ndugu zangu, msisikilize maneno ya porojo za wazee. Msisikilize maneno za porojo za viongozi walioondoka kwenye baraza hili. Nina uhakika bado kitambo kidogo watawauza, kwa sababu hawana dila, hawana mwelekeo, hawana pakwenda. Ninawaomba wanachama, angalieni chombo chenu, na Mungu akiwasaidia rejeeni kwenye baraza lenu lililopata usajili. Sisi tuliobakia kwenye chombo kilichosajiliwa ndio wanachama sahihi wa baraza ila Born Again Charismatic Council of Tanzania. Hakuna baraza lingine lililosajiliwa. Watu wanasema sasa mbona watu wote wenye nguvu wako kule? Ndugu zangu, nguvu za chombo ni usajili, sio mbwembwe. Nguvu za chombo ni nyaraka. Baraza letu lina nyaraka. Sisi hatuna mbwembwe kwa sababu tuna nyaraka. Wenzetu wana mbwembwe na nyaraka hawana. Ninawaomba wanachama, muda sio mrefu mtajua umuhimu wa baraza hili la Born Again Charismatic Council of Tanzania. Ninawaomba msiogope, endeleeni kujisajili kwenye baraza hili ambalo limesajiliwa. Baada ya kuyasema haya, naomba niseme kwamba Alhamisi ya wiki hii tutakuwa tuna kikao cha maelekezo katika Wizara ya Katiba na Sheria, yani RITA. Tutakwenda pale kwa ajili ya kupata maelekezo ya nini tufanye kuhusu baraza letu sasa. Hivyo mimi pamoja na bodi ya wadhamini wote tutakutana Wizara ya Katiba na Sheria pale RITA. Tutapata maelekezo ya namna gani tufanye kuelekea mambo ya ndani. Hivyo nitaleta taarifa rasmi Alhamisi ya wiki hii tukiwa tuko RITA na nini tumeambiwa RITA na namna gani tunatakiwa kufanya kuanzia sasa. Mungu awabariki sana mitume, manabii, wachungaji, walimu pamoja na wainjilisti. Tutaleta tarehe rasmi ya mkutano wetu wa mwezi wa 6 hapa jijini Dodoma. Ninawaomba sana, karibuni Dodoma, mle zabibu. Dodoma imenoga. Wengi mnanifahamu, mimi sio wa mchezo. Nimeandaa maandalizi makubwa, mazuri, yatakayowapendeza, yatakayowafurahisha wanachama. Sasa huu ndio utakuwa mkutano wa kwanza mkubwa wa baraza letu la Born Again Charismatic Council of Tanzania. Mkutano ambao haujawahi fanywa, mkutano ambao haujawahi tokea. Huu ni wakati wa kujenga baraza letu. Karibuni Dodoma, karibuni makao makuu ya nchi yetu. Mungu ibariki bakti, Mungu bariki wanachama. Zaidi ya yote Mungu abariki wazazi wetu na walezi wetu wa chombo hiki. Ninaomba baada ya kuyasema haya niseme amen, amen, amen. Mungu abariki sana. Asanteni kwa kunisikiliza. Hii ni Bakti TV.